Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kuchukua nafasi sasa kukaribisha katika somo letu la siku ya leo. Na kwa neema ya Mungu leo tutakuwa na somo ambalo linasema mambo 7 ya muhimu yaliyopo katika sala ya Bwana yanayoweza kumvusha muamini. Mambo 7 ya muhimu yaliyopo katika sala ya Bwana yanayoweza kumvusha muamini, au tunaweza tukatazama leo kwamba nguvu iliyopo ndani ya sala ya Bwana na jinsi inavyoweza kumbadilisha muamini. Tutaangalia mambo 7. Sasa kabla tujaenda kwenye somo, natamani tuombe. Twende tukaombe. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa neema yako, asante kwa uweza wako, asante kwa wakati huu na saa hii Bwana. Tunakushukuru kwa siku nyingine Bwana, tunaposogea kuitafakari sala ya Bwana. Ni sala ambayo mwanao Yesu Kristo na Mwokozi wetu alipata kutufundisha. Nasi Mungu, tunapokwenda kuyatazama mambo 7 haya Bwana, tusaidie kuweza kuelewa. Msikilizaji ambaye anasikiliza somo hili Bwana, ukampe nguvu ya kuweza kuyaelewa na akapate badiliko katika maisha yake. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini Bwana utatenda mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Amen, amen, amen. Basi twende tukatazame somo letu la siku ya leo linalosema mambo 7 ya muhimu yaliyopo katika sala ya Bwana yanavyoweza kumvusha muamini. Kumvusha muamini. Okay. Sala ya Bwana ni sala ambayo Bwana Yesu mwenyewe alifundisha alipokuwa katika maisha ya mwili, na aliwafundisha wanafunzi wake, kwa sababu kuna wakati wanafunzi wake walimwendea wakamwambia, Bwana, tunawaona wanafunzi wa Yohana Mbatizaji wanasali, na sisi Kristo tunatamani utufundishe. Na Yesu kwa sababu aliamua kuwafundisha ili na wao pia waweze kusali. Sasa yako mambo ambayo katika sala hii ya Bwana tunapokuwa tunaisali ni mambo muhimu sana 7 ambayo nitakwenda kukuonesha wakati huu. Nitaenda kukuonesha hayo mambo ambayo yataweza kukusaidia sasa uweze kujua jinsi gani haya mambo yanaweza kukufanikisha. Nitaenda kukuonesha alivyo na nguvu ya kuweza kuyabadilisha maisha yako. Na moja kwa moja twende tukasome kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 6 na mstari wa 9 mpaka wa 13. Mathayo sura ya 6 mstari ule wa 9 mpaka wa 13. Maandiko yanasema hivi: basi nyinyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen, amen. Tumesoma hapo kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 6 na mstari ule wa 9 mpaka wa 13. Tumeona sala ya Bwana Yesu ambayo aliweza kuwafundisha wanafunzi wake, aliweza kutufundisha kama kanisa. Sasa hii sala mara nyingi watu wamekuwa wanaitamka kwa mazoea, lakini ndani ya sala hii ipo nguvu ya ajabu. Yako mambo 7 ambayo ya muhimu, ukiyajua mtu wa Mungu, yanaweza kubadilisha maisha yako, yanaweza kukutoa hatua moja kwenda hatua nyingine. Okay, tuanze kuangalia jambo la kwanza. Jambo la kwanza ambalo tunaliona katika sala ya Bwana ni uhusiano wetu na Mungu kama Baba. Katika sala hii ya Bwana tunatambua ya kwamba kumbe sisi tuna uhusiano wa karibu sana na Mungu. Kwa hiyo Mungu, sisi ni watoto wa Mungu na Mungu ni baba yetu, na ndio maana tunapoanza tunasema Baba yetu uliye mbinguni, Baba yetu uliye mbinguni. Kwa hiyo hii ni ishara kwamba sisi ni watoto na Mungu ni baba yetu. Hili ni jambo la msingi sana ambalo mtu wa Mungu ukilitambua kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, hakuna ambacho kitaweza kukutikisa katika maisha haya. Hakuna ambacho kitaweza kuharibu mfumo mzima wa maisha yako. Watu wengi wamekuwa wanateseka sana kwa sababu hawajajua kwamba wao ni watoto wa Mungu. Lakini sala ya Baba yetu, sala ya Bwana inaanza kututambulisha kwamba kumbe uhusiano wetu na Mungu ni kati ya baba na mtoto. Okay, labda nikuoneshe maandiko mengine.
Kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 15. Kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 15, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa amkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia haba, yani Baba. Unaona tena maandiko katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 15 yanaendelea kutuonesha kwamba sisi sio watumwa, hatujapokea roho ya utumwa, tumepokea roho ya kufanywa wana ambao kwa hiyo tunalia haba, yani Baba. Tunamuita Mungu Baba. Hii ni ishara moja hapo, ni jambo la muhimu sana ambalo linatuonesha kwamba sisi tuna uhusiano na Mungu, wa Mungu kuwa Baba na sisi kuwa wana au kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo hapa tunajifunza nini? Kuwa Mungu hayuko mbali, bali Mungu ni Baba mwenye kujali, ni Baba ambaye anatujali. Kwa hiyo sala hii inaanza kwa kuonesha uhusiano wetu na Mungu, kati ya kwamba Mungu ni Baba na sisi ni watoto wake. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo mtu wa Mungu ninatamani sana ulifahamu katika sala hii ya Bwana. Lakini twende tukatazame jambo la pili. Tukaangalie jambo la pili. Jambo la pili ambalo tunaliona kwenye sala ya Bwana ni kumtukuza Mungu na kumheshimu Mungu. Hili ni jambo ambalo unapaswa kulifahamu katika sala ya Bwana. Tunaona kwamba kuna jambo la kumtukuza Mungu na kumheshimu Mungu. Na pale ambapo maandiko yanasema kwenye sala ya Bwana kwamba jina lako litukuzwe, hii ni ishara ya kumtukuza Mungu na kumheshimu Mungu. Kwa hiyo sala hii huanza kwa kumheshimu Mungu na kutambua utakatifu wake, na ndio maana ukija kusoma kwenye Zaburi ya 29 na mstari wa 2, Zaburi ya 29 na mstari wa 2, maandiko yanasema hivi: mpeni Bwana utukufu wa jina lake, mwabuduni Bwana kwa uzuri wa utakatifu. Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba maombi sio tu orodha ya mahitaji tulionayo, bali tunaanza kwa ibada na sifa kwa Mungu. Pale tunaposema jina lako litukuzwe, maana yake hapa kuna jambo la msingi ambalo tunajifunza kwamba tunapaswa kumtukuza Mungu, tunapaswa kumtukuza Mungu kwa kumheshimu, tunapaswa kumtukuza Mungu kwa kumwimbia sifa, tunapaswa kumtukuza Mungu kwa kumfanyia ibada ya kweli ambayo inatoka moyoni. Mtu wa Mungu, haleluya, haleluya. Hili ni jambo la pili ambalo unapaswa kulifahamu, ambalo lipo ndani ya sala ya Bwana. Okay, tuangalie jambo la tatu. Jambo la tatu ambalo tunaliona katika sala ya Bwana ambalo linaweza likabadilisha maisha yetu kama waamini, linaweza likabadilisha maisha yangu au likabadilisha maisha yako, ni kutafuta mapenzi na ufalme wa Mungu. Hili ni jambo la tatu ambalo tunaliona katika sala ya Bwana, kutafuta mapenzi na ufalme wa Mungu. Kwa maana pale tunaposema kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe, hii ni ishara ya kuonesha kwamba ili maisha yawe na furaha, ili maisha yawe na raza, lazima ufalme wa Mungu uje kwenye maisha yetu, na lazima mapenzi yake yatimizwe kwenye maisha yetu. Kwa maana ya kwamba sisi tukiwa kama waamini, hili ni jambo tunalojifunza ya kwamba hatuwezi kuishi nje ya mapenzi ya Mungu, hatuwezi kuishi tukawa na furaha nje ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu ni kitu ambacho kinatakiwa kuwa cha lazima katika maisha yetu. Pale tunapofanya matendo, tunapofanya chochote, tunapofanya biashara, tunapofanya labda kama ni kuingia kwenye ndoa au chochote ambacho tunafanya katika ulimwengu tulionao, lazima tuyatafute mapenzi ya Mungu. Ndio maana tunakaribisha ufalme wake kwenye maisha yetu, na palipo na ufalme wake pana mapenzi yake na yanatimizwa katika maisha yetu. Kwa hiyo Mkristo anatakiwa kuishi kwa kusudi la Mungu, si kwa mapenzi yake binafsi. Hatujajiumba. Kwa hiyo Mungu aliyetuumba, yako mapenzi yake makamilifu na matakatifu ambayo amekusudia tutembee nayo. Ngoja nikuongezee mstari mwingine katika eneo hili la tatu.
ukifungua kile kitabu cha Warumi sura ya 12 na mstari ule wa pili. Warumi sura ya 12 na mstari wa pili. Maandiko yanasema hivi: wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo hapa tunajifunza ya kwamba maombi hubadilisha mioyo yetu kuyafata mapenzi ya Mungu. Kwa namna hii tunajifunza kujisalimisha kwa Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaingia katika maombi, hili ni jambo la msingi, tunayatafuta mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yetu. Haleluya, mtu wa Mungu. Hili ni jambo ambalo Mungu anatamani ujue kwamba unapoingia katika maombi, naomba nirudie, unatafuta mapenzi ya Mungu na sio mapenzi yako. Okay, hilo lilikuwa ni jambo la tatu. Jambo la nne, katika sala hii ya Bwana tunajifunza kumtegemea Mungu kwa mahitaji yote ya kila siku. Tunajifunza kumtegemea Mungu katika mahitaji yetu yote ya kila siku. Na pale tunaposema kwamba utupe leo riziki yetu ya kila siku, utupe leo riziki yetu ya kila siku, maana yake tunamwambia Mungu kwamba utupe leo riziki yetu ya kila siku. Haleluya, haleluya, haleluya. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Kwa maana ya kwamba Mungu ndiye chanzo cha mahitaji yote katika maisha yetu. Chochote ambacho tunakihitaji kinaanzia kwa Mungu. Chochote ambacho tunakihitaji kipo katika mikono ya Mungu. Unahitaji chakula, kipo katika mikono ya Mungu. Unahitaji kazi, ipo katika mikono ya Mungu. Riziki, tafsiri ya riziki maana yake ni mahitaji ambayo unayahitaji. Chochote ambacho unakihitaji kipo katika mikono ya Mungu. Na nikuongezea mstari mwingine hapa pia. Hebu fungua nami kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 19. Wafilipi sura ya 4 na mstari ule wa 19. Maandiko yanasema hivi: na Mungu wangu atawajezeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Naomba nirudie. Wafilipi sura ya 4 na mstari ule wa 19. Maandiko yanasema hivi: na Mungu wangu atawajezeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo. Hapa tunajifunza ya kwamba tunajifunza kumtegemea Mungu katika kila kitu na kwa kila siku tunazokuwepo hapa duniani. Hata mambo madogo ni muhimu sana kumtegemea Mungu, kwa maana Mungu ni tajiri. Maandiko yametuonesha. Kwa hiyo atatupatia kile ambacho tunakihitaji kwa kadiri ya utajiri wake, lakini ndani ya mapenzi yake. Kwa hiyo katika sala ya Bwana, jambo la 4 ambalo tunajifunza la muhimu sana ni kumtegemea Mungu kwa mahitaji yote ya kila siku. Pale tunaposema kwamba utupe leo riziki yetu ya kila siku, utupe leo riziki yetu ya kila siku. Tuangalie jambo la 5 na ambalo tunaliona la muhimu sana katika sala ya Bwana, ambalo linaweza kubadilisha maisha ya muamini, linaweza kubadilisha maisha ya muamini. Jambo la 5 ni umuhimu wa kuomba msamaha. Umuhimu wa kuomba msamaha katika hii sala ya Bwana. Kuna kipengele tunasema utusamee deni zetu, utusamee deni zetu na utuwezeshe kuwasamee wale waliotukosea. Hili ni jambo linalotufundisha ya kwamba tuna umuhimu wa kuomba msamaha na tuna umuhimu wa kusamee wale tunaowakosea. Kwa hiyo sala hii ya Bwana inatukumbusha kuwa toba na kutafuta rehema za Mungu. Inatufundisha kufanya toba na kutafuta rehema za Mungu. Ngoja nikuoneshe kitabu kingine cha kwenda kusoma. Hebu fungua nami kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 9. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo sala hii inatufundisha kuomba msamaha kwanza, kuomba msamaha kwa Mungu kwa wale tuliomkosea. Kama unajua kuna mahali umemkosea Mungu, mwendee Mungu kwa kumuomba msamaha. Kama unajua kuna mahali, cha pili, umewakosea watu, wafuate waambie kwamba ninaomba
mnisamehe kwa yale ambayo nimeyafanya. Lakini pia lingine, na wewe pia kama kuna watu wamekukosea, kubali kuwasamehe makosa yao. Haijalishi wamekufanyia nini, jifunze kuachilia, jifunze kusamehe. Mtu wa Mungu, jifunze kusamehe. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba hakuna ukaribu na Mungu bila toba. Katika hili eneo la tano au hili jambo la tano, tunaona kwamba hakuna ukaribu na Mungu bila toba. Kwa hiyo msamaha unaweza kurejesha uhusiano uliopotea. Sasa uhusiano unawezekana ukawa katika maeneo mengi. Unaweza ukawa uhusiano kati ya mtu na mtu, uhusiano kati ya mtu na Mungu. Okay? Kwa maana ya kwamba maandiko yanasema dhambi zetu zijapokuwa nyekundu, Bwana atazifanya kuwa nyeupe. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, atazifanya kuwa nyeupe kama sufu. Kwa hiyo kwa maana ya kwamba kumbe tendo cha kuomba msamaha kinafuta makosa yote, na Mungu wa mbinguni anatusamehe. Kwa hiyo pia hata kwa watu ambao tumewakosea, tunapowaendea kuomba msamaha, maana yake tunatafuta kurejesha uhusiano uliopotea. Pale ambapo wanatusamehe au tunapowasamehe, maana yake tunarudisha ule uhusiano ambao ulikuwa umepotea. Kwa hiyo hili ni jambo la tano ambalo tunajifunza katika sala ya Bwana. Tunasema kwamba umuhimu wa kuomba msamaha. Ndugu yangu, samehe. Ndugu yangu, ukikosa omba msamaha. Ukimkosa Mungu, kaombe msamaha. Ukiwakosea watu ambao wamekuzunguka kwenye jamii uliopo, omba msamaha. Waambie ninaomba unisamehe. Lakini pia hata watu wakikukosea wakaja kukuomba msamaha, uwe mwepesi sana wa kuachilia msamaha. Katika jina la Yesu nakuombea neema hiyo. Amen. Tuangalie jambo la sita ambalo tunaliona katika sala ya Bwana. Jambo la sita ambalo tunaliona ni kusamehe wengine. Nilikuwa nishaelezea kwenye jambo la tano, ni kusamehe wengine. Kama anasema hivi, kama nasi tuwasamehevyo wadeni zetu, kama nasi tuwasamehevyo wadeni zetu. Kwa hiyo hatupaswi kuomba msamaha bila kuwa tayari kusamehe wengine. Jambo la sita ni kusamehe watu wengine, kwa maana ya kwamba hatupaswi kuomba msamaha kwa Mungu bila kuwa tayari kuwasamehe watu wengine. Maandiko yanasema kama vile ambavyo tunatamani watu watutendee sisi, ndivyo pia tuwatendee na wao. Lakini pia nasema hatuwezi kumpenda Mungu tusiyemuona ikiwa jirani yetu tunamchukia. Kwa hiyo kama tunatafuta msamaha kwa Mungu, lazima sisi na pia tuwe na roho ya kusamehe watu wengine. Ngoja nikuoneshe, fungua nami kitabu kile cha Wakolosai. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 13. Wakolosai sura ya 3 na mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe nyinyi, vivyo hivyo nanyi. Haleluya, mtu wa Mungu. Anasema mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe nyinyi, vivyo hivyo. Kwamba mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzie kwa yale ambayo ametendewa, anapaswa kumsamehe na kumchukulia na kumwombea katika upendo. Haleluya, mtu wa Mungu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba msamaha ni ishara ya moyo uliobadilishwa, kwa maana ya kwamba chuki inaweza kuzuia ukuaji wa kiroho. Haleluya, mtu wa Mungu. Mimi nataka niseme mahali hapa, jambo la sita tunafundishwa katika sala ya Bwana kuweza kusamehe watu wengine. Mpendwa, sala ya Bwana imebeba ujumbe wa kuachilia msamaha kwa watu wengine ambao wanatukosea. Okay, tuangalie jambo la 7 na la mwisho ambalo linaweza kutusaidia kutuvusha katika safari ya wokovu, ni kuomba ulinzi dhidi ya majaribu na uovu. Kuomba ulinzi dhidi ya majaribu na uovu. Haleluya. Anaposema kwamba tunaposali tunasema kwamba usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Haleluya, haleluya. Haya ni maombi ya kuomba silaha za Mungu zije katika maisha yetu ili kutukinga na ule uharibifu wa adui. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Maana yake yuko muovu ambaye amesimama kwenye maisha yetu. Ukisoma ile Yohana 17, kuna mahali Yesu anasema kwamba siombi watoe ulimwenguni, bali walinde na yule muovu. Haleluya, haleluya. Kwa maana ya kwamba majaribu yapo katika safari ya wokovu. Kujaribiwa kupo, changamoto zipo, matusi yapo, kejeli zipo, siaka zipo. Cha kuweza kutusaidia kustahimili na kuweza kushinda, sio kwa nguvu zetu, sio kwa
akili zetu, sio kwa elimu zetu, lakini ni kwa msaada wa Mungu. Na ndio maana katika sala ya Bwana tunasema kwamba usitutie majaribuni, lakini utuokoe na mwovu. Ni ishara ya kuomba ulinzi wa Mungu katikati ya safari ya imani. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo maombi ni silaha ya kiroho dhidi ya majaribu na mashambulizi ya adui. Haleluya, mtu wa Mungu. Ngoja tusome mstari mwingine hapa. Ukisoma waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 na mstari ule wa 13. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 na mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi: jaribu alikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Haleluya, haleluya. Ninaona kitu cha ajabu mahali hapa. Maandiko yanasema kwamba jaribu halijatupata sisi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu. Pamoja na kwamba lile jaribu litakuwepo, yeye anasema kwamba ambaye hawezi kutuacha kujaribiwa kupita tuwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili. Haleluya, haleluya. Tunahitaji nguvu za Mungu kila siku. Kwa hiyo maombi hutupa ushindi wa kiroho. Kwa hiyo jambo la 7 ambalo tunajifunza katika sala ya Bwana ni kuomba ulinzi dhidi ya majaribu na uovu. Tukilijua hili kwamba itatupa kumtegemea Mungu, na kwa namna hiyo tutavushwa na ulinzi wa Mungu utakuwa juu yetu. Utakuwa juu yetu na majaribu yatakayokuja hayatafanikiwa kutuzuru. Haleluya, mtu wa Mungu. Nimemaliza mambo 7, natamani nikutajie jambo moja badala ya jingine. Somo letu linasema mambo 7 muhimu yaliyopo katika sala ya Bwana yanayoweza kumvusha muamini, au nguvu iliyopo ndani ya sala ya Bwana na jinsi inavyoweza kumbadilisha muamini. Tukasema jambo la kwanza, katika sala ya Bwana tunajifunza uhusiano wetu na Mungu kama Baba. Tunamtambua Mungu kama Baba. Na jambo la pili tukasema ni kumtukuza Mungu na kumheshimu. Pale tunaposema jina lako litukuzwe. Na jambo la tatu tukasema ni kutafuta mapenzi na ufalme wa Mungu. Pale tunaposema kwamba ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Na jambo la 4 tukasema ni kumtegemea Mungu kwa mahitaji ya kila siku. Ile jambo ambalo tunajifunza, na tukasema utupe leo riziki yetu ya kila siku. Lakini pia jambo la 5 tukasema ni umuhimu wa kuomba. Katika sala ya Bwana tunajifundisha umuhimu wa kuomba msamaha. Maana yake utusamee deni zetu. Lakini pia jambo la 6 ni kusamehe watu wengine, tunaposema kama nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Kwa hiyo katika jambo la 6 tunajifunza kusamehe wengine. Lakini jambo la 7 ni kuomba ulinzi dhidi ya majaribu na uovu. Tunaposema usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu. Natumaini umebarikiwa sana sana, mtu wa Mungu, baada ya kujifunza somo hili. Naamini kipo kitu cha pekee ambacho umejifunza, na Mungu ni mwaminifu, hawezi kukuacha, na Mungu ni mwaminifu, hawezi kukupungukia. Naamini kuna kitu kikubwa ambacho kinakwenda kujengeka ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo, pokea tumaini, ukapate kuvushwa na ukapate kusogea viwango vingine. Unapokuwa unasali sala ya Bwana, isali kwa kumaanisha viko vitu vinafanyika kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kufuatilia somo hili. Ulikuwa nami Mwalimu Eric Aristide. Unaweza kunipata kwa namba ya simu ambayo ni 0692180888. Ninakushukuru kwa kufuatilia somo hili mwanzo mpaka mwisho. Unaweza ukaniachia kwenye comment kipi umejifunza na wapi Mungu amekusaidia kupitia somo hili. Nakutakia mchana mwema, au nakutakia wakati wote ulionao hapo katika jina la Yesu. Barikiwa. Bye.